Usiache kufanya matendo makuu ya Mungu kwa sababu ya mambo yanayokusonga. Usiache kufanya matendo makuu ya Mungu kwa sababu ya mambo yanayokuzunguka au kwa sababu ya watu waliokuumiza. Usiache kufanya matendo makuu ya Mungu kwa sababu ya watu waliokuumiza au mambo yaliyokuzunguka. Tumezungukwa na mambo mengi. Mtumishi wa Mungu ameimba, hii dunia sio nzuri. Hii dunia ina mambo mengi. Kuna wengine wanakuchekea kwa sababu kuna vitu nawasaidia, vikikata watapotea. Kuna vitu ambavyo naona watu wanaona kwamba wewe uko hapo umekuzunguka. Nataka nikwambie asubuhi ya leo, yuko Mungu atakayefanya kazi na wewe mwanzo mpaka mwisho. Jamani, haleluya. Jambo la kwanza, unapofanya mema, tangulize sana Mungu katika kila jambo. Unapofanya mema kwa watu au kwa watu wengine, mtangulize Mungu ili usiumie yatakapotokea magumu kutoka kwa wanadamu. Unapofanya mambo mema, mtangulize Mungu kwanza ili atakapojitokeza yale mambo usiumie, bali Mungu akufungulie milango ya baraka. Unapofanya jambo lolote, yani jambo lote jema, tegemea kwa Mungu. Huyo Mungu uliyefanya mema kwa mtu mwingine, Mungu atafungua milango ya baraka juu ya maisha yako. Jamani, haleluya. Yani unapofanya jambo lolote lililo jema au jambo jema kwa mtu yoyote, kwa kanisa, kwa jambo lolote, ni vizuri ukamwambia Mungu, halafu Mungu ndiye atakaye kulipa kwenye jambo ulilolifanya. Yaani Mungu ni mwaminifu, anahesabu kila unachokifanya, anahesabu kila hatua unayoitenda, anahesabu namna gani unawasaidia watu kwa moyo, anahesabu ni jinsi gani unavyojitoa. Jamani, haleluya. Matendo mema kwa ajili ya watu wengine, matendo mazuri kwa ajili ya watu wengine. Yaani huyu Mungu ambaye tuko naye hapa, tumemaliza kumwimba hapa, tumemaliza kumwinua Yesu hapa, yale matendo mema utakayoyafanya. Huyu baba yangu mzee wa zamani, mzee wa sasa, huyu mzee nimemfahamu miaka mingi. Wakati huo nimemwalika mimi nikiwa bado kijana, nikamwalika yeye na askofu wetu. Wakati huo askofu wangu mchungaji Ngenzi, tukamwalika baba, nikawa nawasiliana naye. Wakati huo mzee yuko Mwanza, kwenda kuhubiri Mwanza, na hubiri mzee huyu akiwa Mwanza. Wakataka kumkamata kama wakati huo alimkamata mzee Paulo wa Singida. Nikaingia kwenye magoti, mzee akasema hapana, pamoja na kunikamata lakini nimeitwa Gihonda kwenye mkutano. Jamani, haleluya. Huyo mzee akashuka pale Kihonda, kaja kuimba, moyo wangu kajawa na furaha. Na leo tunamuona yuko hapa kwa sababu ya matendo mema aliyoyafanya. Leo anasema ana miaka 76. Wewe una miaka michache umekongoloka. Jamani, haleluya. Lakini naamini kila aliyoko hapa tutafikisha miaka 100. Mpigie Mungu makofi. Na usifikie miaka 100 ukiwa ni mtu wa kubebwa, uwe na nguvu za kutosha. Yaani ukitenda mema utaishi miaka mingi, ukitenda mema utaishi maisha ya baraka, ukitenda mema utaishi maisha ya amani. Jamani, amina. Mimi zaidi ya miaka 15, mzee mmoja nikafanya jambo fulani kwa ajili ya maisha yake. Huyo mzee sikujua kama atakuja kwa nani kwenye kanisa, nikamsaidia wakati ule. Lakini mzee yule akaniambia, mimi niko kijijini, natamani kuja kuhubiri mjini, injili natamani kuhubiri mjini. Nikafanya mpango na mkakati, yule mzee nikamwita kuja kuhubiri mjini. Halafu akalala nyumbani kwangu, akala chakula. Sasa mzee yule miaka hiyo iliyopita, mzee yule Bwana akamuinua, akainuliwa, akawa mkuu wangu. Alipokwenda kule mkuu hakunisahau mahali alipokuwa. Jamani, haleluya. Nataka nikwambie leo utatenda jambo jema leo, litajibiwa hata baada ya miaka 15.
haijalishi ni miaka mingapi. Wacha watu wakunene vibaya, wewe tenda mema. Huyo Mungu tunayemhubiri atakukumbuka miaka ya uzee, atakukumbuka miaka ya ujana, atakukumbuka miaka yote. Hata kama ni binti huko hapa, wala usikate tamaa kwa mambo uliyofanya kwa Mungu aliye hai, kwa mambo uliyotenda. Yani Mungu aliye hai atakuitendea mambo makubwa. Hata kama umesahau, Yesu wangu hatasahau. Sema amen. Amen. Pia Mungu hufanya malipo wakati umemaliza kazi yake. Yani Mungu hufanya malipo unapofanya kazi yake. Yani Mungu tunayemhubiri anafanya malipo wakati uko kazini. Wangapi wamewahi kupokea malipo kutoka kwa Mungu aliye hai? Wangapi wamewahi kupokea malipo kutoka kwa Mungu wao aliye hai? Hebu nyosha mkono halafu mpigie Yesu. Yani Mungu anafanya malipo kila wakati. Yani malipo ya Mungu yako hapa hapa duniani. Mwambie mwenzako, malipo ya Mungu yako hapa hapa duniani. Petro akamuuliza Yesu, tunakufuata wewe, tutalipwa nini? Watu wengi wanasema alikuwa kelele, lakini mimi Petro namkubali. Kwa sababu gani? Huwezi kwenda kijinga kijinga, lazima uulize kwamba nako kwenda nitapata nini. Yesu akamwambia, duniani mara ngapi? Mara 20. Mara 100. Duniani mara 20, si ndio? Duniani mara 100, lakini baadaye uzima. Yani Mungu alivyo anatulipa hapa hapa. Yale maisha unayoishi, yale maisha unayoyafanya, yale matendo mema unayofanya, nataka nikwambie, iwe ni wakati wa ujana, iwe ni wakati wa uzee, iwe ni wakati wa nini, utalipwa. Warumi 2:7. Warumi 2:7 Biblia inasema wale ambao kwa subira katika kutenda mema, wale ambao ni wavumilivu katika kutenda mema, wanatafuta utukufu na heshima, wanatafuta utukufu na heshima na kutoharibika, watapewa uzima wa milele. Watapewa uzima wa milele. Yani katika mambo ya kutenda mema, jambo la kwanza unahitajika uvumilivu. Maana watu wengi wameumizwa kwenye kutenda mema kwa sababu ya kukosa uvumilivu. Yani mtu anataka atende mema, halafu anataka yule aliyemfanyia akutende mema. Hiyo haipo. Inaweza kutokea na isifanywe, wapendwa, isitokee. Anasema wale waliotenda mema wakawa na uvumilivu, wakawa na subira, wasiwe na haraka, wasiwe na leo. Kijana wa kisasa na wa zamani ameongea neno zuri sana, kama vijana wengi wanataka kukurupuka na kwenda haraka. Sasa hebu fikiria kama mzee kama huyu wa kisasa ana miaka 70 ngapi, halafu anaimba. Kuna watu mko hapa mna miaka 50, ukiimba hapa unahema mpaka asubuhi. Halafu anakuambia alitoka duniani akaenda kuosha vyombo kwa mama nani? Jamani, kwa mama nani? Kwa mama ntilie. Ndio maana Mtume Paulo anawaandikia Warumi kwamba kwenye kutenda mema kunahitaji subira, kunahitaji uvumilivu, kunahitaji mambo mengi. Unaweza ukawatendea watu mambo mengi halafu akakulipa ubaya. Tulia, Mungu atafanya, Mungu atatenda, Mungu atakuinua, Mungu atakuinulia watu, Mungu atakusaidia kwa njia nyingine, Mungu atakufungulia milango kwa yale uliyotenda mema, kwa yale uliyoyafanya, kwa yale uliyosaidia watu, kwa yale ambayo umejitoa kwa watu wengine. Jamani, haleluya. Naangalia hata hapa tunakoaga na mkeka hapa. Yaani ule mkeka huwa ni kipimo. Unaona kuna watu wengine zinatoka hela nyingi, kuna wengine zinatoka hela chache. Nikajiuliza kwa nini, nikafuatia, unakuta wale ambao wanatoka hela chache hawatoagi hata kwa wengine.
Sasa nikajiuliza, jamaa tunaanza kulipana hapa. Kuna vita ambavyo unaona watu wanafanikiwa, wamejitoa. Mabinti mlioko hapa, unaona mwenzako anatangaza uchumba, unaona kama nyanya chungu. Ukimaliza ibada, huyo huna mpango. Siku ya kutangaza uchumba, mimi mchungaji nimeitwa, nitasimama hapa, tutashangilia na watu 5 wanakutosha. Maana ulichokipanda utafanya, wapendwa, utakivuna. Jamani, amina. Mwambie mwenzako ulichokipanda utakivuna. Mwambie sijasikia. Mwambie mwenzako ulichokipanda utakivuna. Mwambie ukipanda mema utavuna mema. Mwambie ukipanda uharibifu utavuna uharibifu. Jamani, haleluya. Kwa hiyo usiache kutenda mema, maana kutenda mema ni asili ya mtu aliyeokoka. Usiache kutenda mema, maana kutenda mema ni asili ya mtu aliokoka. Yaani mtu aliokoka, kutenda mema ni haki yake. Yaani mtu ambaye anaweza kujitoa, mtu ambaye anaweza kufanya jambo fulani akajitoa, kaja mtu mwingine akajitoa kuwasaidia wengine, akajitoa kuwasaidia mabinti, sio kuwasengenya, sio kuwazungumza vibaya, sio kuharibia maisha. Nataka nikwambie asubuhi ya leo, usiharibie watu maisha, usiharibie mfumo wa maisha ya watu wengine. Saidia watu mifumo ya maisha iweze kusimama. Saidia watu waweze kuinuka, wawe maprofesa, wawe madaktari, wabebe kwa namna yote, wainue, wajenge, waambie inawezekana. Usikate tamaa. Kuna mambo anaweza kawa anapitia, kuna mambo magumu na mazito. Kuna mabinti wengine wako hapa wamechoka, wamekata tamaa, hawaoni mwelekeo. Na kutangazia leo, yale uliyoyafanya Bwana atakutendea, Bwana atakusaidia. Kuna vijana yuko hapa hawaoni mwelekeo wao, hawaoni cha kufanya, wanaona wapo. Nataka nikwambie kijana ulioko hapa, Yesu kazana kutenda mema, kazana kujitoa. Huyu Mungu naye mhubiri atakusaidia, atakuinua, atakufanikisha, atafanya mambo makubwa juu ya maisha yako. Mpigie Yesu makofi mazuri. Jamani, haleluya. Yaani Mungu ni mwaminifu. Mchungaji mmoja akaja kufungua kazi ya Mungu hapa Morogoro. Mchungaji wa kanisa lake fulani akamkataa kumsaidia. Tukamchukua na mama akalala kwetu, siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya tatu, siku ya 4 ile mchungaji akasema, mchungaji, nimepata mahali pa kwenda kujihifadhi. Nikamchungaji na shukuru. Sikumuuliza ni wa dini gani. Aliponiambia tu nimekuja kufungua kazi ya Mungu, nikamwambia hamna shida, kama wewe ni mtumishi wa Bwana, lala hapa nyumbani, utakapoweka sawasawa utakwenda. Yule mchungaji akaenda akafungua kanisa lake. Leo namshukuru Yesu, yuko hapa Morogoro na ana kanisa kubwa, Nimemwona Mungu kwenye kusaidia watu. Nimemwona Mungu. Usisaidie watu kwa sababu ni kabila lako, usisaidie watu kwa sababu ni wa ndugu. Saidia watu kwa sababu ni wa Mungu aliye hai. Kila mmoja mbebe na msaidie. Piga makofi kwa Yesu, maana Yesu hana ukabila, hana sura. Tenda mema kwa kila mmoja. Jamani, amina. Jamani, amina. Yaani tenda mema kwa kila mmoja. Petro wa kwanza 3:17. Petro wa kwanza sura ya 3 mstari wa 17, Biblia inasema, maana ni afadhali kuteswa kwa kutenda mema. Ni afadhali kuteswa kwa kutenda mema, ikiwa ndiyo mapenzi ya Mungu. Ikiwa ndiyo mapenzi ya Mungu. Isha tu. Nataka nikwambie hivi wapendwa, na afadhali kuteswa kwa ajili kufanya wapendwa kutenda mema. Yaani kuna mambo mengine wapendwa tunaumizwa kwa sababu watu tuliowasaidia. Unamsaidia mtu kwa wema, unamjenga vizuri, halafu nakuja kuumiza. Biblia imesema ni afadhali kuteswa kwa ajili kutenda, jamani, kutenda mema. Wala usiogope. Kama kuna mtu anazaa mtoto wake, halafu mtoto wake wa kumzaa mwenyewe anamgeuka sembuse. Kama Yesu aliombea watu wakaona, vipofu wakatembea, viwete wakafanya pendo, vipofu wakaona, viwete wakatembea. Shida iko wapi kwako wewe kutenda mema watu wakageuka?
msikate tamaa. Najua kina mama mko hapa mnawasaidia watu kitchen party, send off, sina nini kalaka nyingi. Alafu baadaye mtu anageuka hata kwenye chama cha kina mama hafiki. So eti mwenye kitu kama sio anafika. Vibabini tumefanya kitchen party, sio anakuja kwenye nini si Jumatatu si Jumanne. Wanafika. Wasijali. Saidia watu. Wajengee msingi bora. Wawekee vizuri. Anasema kama ni kuteswa kwa ajili ya kutenda mema, wala usikate tamaa. Nataka niwaambie kuna watu mmevunjika mioyo kwa sababu ya watu mliowasaidia wanaowatendea mabaya. Wala usijali, huko Mungu aliyeona wakati unawasaidia, huyu atakubeba. Jamani, amina. Ukibebwa na mwanadamu utadondoka. Bebwa na Yesu mwenye uwezo wa kukubeba salama. Mwanadamu ni mwanadamu. Miaka ya zamani sana, kuna treni ilikuwa toka Kigoma, ilipofika Kilosa ikazama nzima ile treni. Komando mmoja akawa anaogelea, amebeba mke, amebeba na mtoto. Lakini wakati alipofika katikati, yule komando amechoka, akajiuliza, nitupe mke au nitupe mtoto? Wewe ungetupa nani? Jamani, Bwana asifiwe. Umebeba mama, umebeba mtoto, umezidiwa, unamtupa nani? Maana ukilijibu mama akasikia ni kesi nyingine. Wengine wanasema atatupa mke, wengine atatupa mtoto. Utamtupa nani? Jamaa akafikiri kwa muda mrefu na maji yanazidi kuongezeka. Wanataka kuzama wote. Akachukua maamuzi moja, akatupa mtoto, akabeba mke. Halafu amemtupa dakika chache kufanya hivi, kumbe nchi kavu iko jirani. Anarudi kumtafuta mtoto, amekwisha kuondoka na mtoto. Akamwokoa mtoto, na alikuwa ni mtoto wa kwanza. Wamefunga ndoa yao haina miaka mingi. Wakalia wakamaliza. Baadaye wakazaa, wakawa na watoto 8. Tumpigie Mungu makofi. Lakini kwa jinsi ndoa zilivyochoka, zilivyo na changamoto, wengi wenu mtatupa wake zenu. Yaani utasema Mungu ameniona, Mungu amesikia kilio changu. Tangulia na ukofu wako. Ndoa zilivyochoka, ndoa zenye migogoro, mema yamepungua, hani zimekwisha, na kupenda I love you, chapati ya maharage, chapati ya mandazi, chapati ya nini imekoma. Imebaki kuna migogoro, imebaki kuna shida, imebaki kuna mbalimbali. Na kwambia wengi wenu watatupa wake zao. Lakini Mungu aliye hai, ukitenda mema, Mungu aliye hai tofauti na mema ya kibinadamu. Jamani, amina. Hatutendi mema ili kuwafurahisha watu. Hatutendi mema ili kuwafurahisha watu. Tunatenda mema ili kumfurahisha Mungu wetu. Jamani, amina. Unajua unajua mchungaji Fumbo, nilimnunulia suti yangu ile, naona siku hizi hanijali, naona siku hizi yako karibu na mimi. Kama ulitenda mema ukitegemea shukrani ya mwanadamu, umekwisha. Suti nitavaa na bado nyumbani kwako nitakuja kwa muda wangu. Jamani, amina. Nyosha mkono sema amina. Nyosha mkono sema amina. Kuna watu wanahangaika. Unajua huyu ni mlea mimi, ni wakati mwingia kwenye kwaya nikamlea, nikamsaidia, leo ameinuka ana kiburi. Nataka nikwambie hivi, mabadiliko yanapokuja, wewe uliyemtendea mema kaa utulie.
Watu mnapata shida. Unajua mimi yule wakati anaanza si nini kidato cha kwanza first year, mimi ndio niyempokea nikamuunga kwenye WhatsApp. Ulimuunga kwenye WhatsApp, hujamuunga kwenye WhatsApp, akipanda daraja katulie. Mwambie Mungu, nilitoa hela kwa ajili ya mtu huyo, nataka unibebe mimi. Tenda mema, Mungu akubariki. Jamani, amina. Kuna watu mabinti hapa wako afya zao mbovu, maisha yao mabovu, lakini nawatabia kwa jina la Yesu, mabinti hawa wataolewa na matajiri, wataendesha lavafo. Wewe uliyemsaidia unahangaika na pikipiki. Jamani, hapa jamani, hapa wewe somesha mwanao, lakini mwanao atakuwa mkubwa. Ndio maana niwaambia hivi, nataka niwaambie tena leo, wazazi wenzangu, tuweza watoto tuwasomeshe watoto, lakini tusitumie bakora. Kama nilikusomesha mimi, kama nilikubeba mimi miezi 9, na utaona ulibeba kwa raha zako na ulimzaa kwa raha zako. Wacha afanye mambo yake na maisha yake yaendelee. Sema amina. Narudia kusema, ulibeba kwa raha zako na kwa mpango wa Mungu. Swala la kumzaa lisiwe ni fimbo. Mwacha endelee, mwacha endeshe plado, mwacha. Ulifanya ujinga wakati wa maisha yako, ujinga utautumikia maisha yako yote. Lakini mtoto uliyemzaa ataendesha gari, mtoto uliyemzaa atajenga nyumba, mtoto uliyemzaa atakuwa waziri. Yale uliyotenda umemaliza. Msubiri Yesu, atamsaidia. Sema amina. Yaani kuna watu unasikia, unajua kama nilikuzaa, sasa unizaa, silikuwa wajibu wako. Swala la kuzaa na swala la kusaidia jambo lingine. Mimi heshima yangu ni maana Biblia nikwambia, mzee asubuhi shikamo, marahaba, mzee naenda kazini. Lakini swala eti wewe ni mama mkwe, kisa mama mkwe nikinunua nguo ya mama na kuliwa na wewe, hiyo ni laana. Huwezi kuvaa kama mke wangu. Mama Meki, umesikia taarifa hiyo? Sianze kusumbua vijana wangu. Najua nilikuzaa, kaa utulie. Mtunze mzee Kennedy asife mapema. Jamani, haleluya. Mke wangu, umenielewa? Swala la kusumbua binti yangu akiolewa, ukae utulie. Subiri mimi nikupendezeshe. Mimi ndo bebi wako. Jamani, amina. Tenda mema, nenda zako. Si unakaa unasumbua hapa, mimi natoa laana na vua nguo zako, tembea. Mama moja mjinga alienda shule ya msingi hapo, akamwita kijana wake, naona uniheshimu, leo nimekuja mbele ya walimu wako, navua nguo nikulaani. Nikamwambia mama, wewe gichaa. Mwambie mwenzako, tenda mema, endelea na safari. Mshike mkono, mwambie mwenzako, tenda mema, endelea na safari. Sijaona. Mshike mkono mwenzio, mwambie tenda mema, endelea na safari. Mwambie wacha watu wale maisha. Mwambie wacha watu waburudike. Mpigie Yesu makofi na vigelegele. Unajua mimi nampenda sana mzee Fuse. Mzee Fuse simama. Yaani mzee nampenda sana. Mpigieni makofi. Yaani mzee, Mungu akupe maisha marefu na upala uzidi kuongezeka. Huyu mzee sijawahi sikia akimsumbua mwanae wa kiume. Ana mtoto wake ni mwalimu, sijawahi sikia anahangaika na mabonde yake na mama Fuse pale. Mungu akubariki mama Fuse. Naona mvi zinazidi kumwagika. Mungu akuinue sana. Yaani mama wanahangaika kulima mipunga yao, walimu wao ni watoto wao ni walimu, wanavuna mpunga kila kitu, wanahangaika kwenye majaba. Hawana mpango kabisa. Sasa kuna wengine hapa wasumbufu. Kulima hamtaki, kufanya kazi hamtaki, chochote hamtaki. Nasikia, hala, mimi naitwa baba yako nilikuzaa, sasa naona unijanitumia hela. Sikiliza maagizo yafuatayo. Leo kuanzia leo unafunga kazi zako, nafunga kila kitu. Hakuna cha kufunga wala kufunguliwa. Yesu akifungua hakuna kufunga mipaka. Yesu akifungua hakuna kuzima. Yesu akifungua hakuna atakayekataa. Yesu akifungua watu watafungua. Wakikanyaga Yesu anaachia. Sema amina. Baba yangu aliyenizaa hajawahi kunipigia simu lakini nikamjengea nyumba, nikamvutia maji, nikamjengea choo na kila kitu. Haleluya. Jamani, huyu ana mtoto amezaa. Ana mtoto saizi wa kike. Alikaa miaka 3 bila mtoto. Simpe makofi. Jamani, haleluya. Nataka nikwambie, baba yangu aliyenizaa, aliyelea baba yangu mzuri, hakuwahi kuwa msumbufu.
Baba yangu alikuwa eti nataka nguo. Mimi mwenyewe akili yangu inanituma baba yangu anahitaji nguo, akili inanituma baba yangu anahitaji nyumba, akili inanituma baba yangu anahitaji nimjengee choo. Baba yangu mimi nilimjengea nyumba, nikamvutia maji, nikamwekea solar power, nikamjengea choo cha kisasa. Mama yangu alinizaa hajawahi kunisumbua. Leo tuna wazazi wasumbufu, wazazi wenye changamoto. Tenda mema Bwana kuipe, tenda mema Bwana fanye, tenda mema Bwana kuinua. Jamani, haleluya. Swala la watu wako kujengea nyumba ni hiari yao. Mzazi wangu yeye kunisumbua, baba na shida gani? Akasema mwanangu na una mkeo. Unajua baba yangu alikuwa hagopi, hana chenga hivi. Alikwambia mwanangu una mke wako, tunza mkeo. Lakini mimi najiongeza kina baba yangu hapana, anahitaji nini? Sukari. Baba yangu alipofika umri wa miaka 80 alimwambia mwanangu, samahani, nimekula sana maharage miaka mingi, sasa huwa natamani roho ya kula nyama. Hiyo ni mambo ya kitu uzima, sio kwambia hiyo imekwisha hiyo. Kila mwisho wa mwezi 50, kila mwisho wa mwezi 50. Yaani ukitendewa mema unafanya mema. Maswala ya kushurutishana hayo hayatoki kwa Mungu ali hai. Jamani, amina. Jamani, amina. Mabinti zangu, tenda mema. Naona binti yuko nyuma tu. Yaani kwenye kazi ya Mungu yuko nyuma, kwenye kazi ya Mungu yuko nyuma, kwenda kuhubiri yuko nyuma, kutangaza uchumba yuko nyuma, kwenye vikao yuko nyuma. Hata siku utakapofunga ndoa, wakisherekea watu watatu, uwe na moyo mkuu. Wakija ofisini, akasema tumalize ofisini, nitakuwepo mama mchungaji, mimi, mzee Fusa na mama mzee Kizanda, na kuapisha kwa jamaa majeshi. Saini kisasa hivi. Ukimaliza chukua baisikeli ya Fonex, nenda nyumbani kwako. Ulitenda mema, utakula mema. Nenda zako. Jamani, amina. Wababa mlioko hapa, tenda mema. Kwa watu wako hapa wanahitaji msaada, wanahitaji kujengwa, wanahitaji kuombewa. Leo tunasema tuombe watu wa Mungu, watu wabarikiwe. Usiku wa manane unakoloma mpaka asubuhi. Hivi wewe una usingizi gani? Unalala saa 1 mpaka saa 1. Wewe utakuwa tajiri kweli wewe? Binti hujaolewa, unalala kuanzia saa 1 mpaka saa 1. Halafu tegemea kufaulu mtihani, unalala kama maiti. Kijana hujaoa wala kuolewa, ukilala wanazindua na maji ya baridi wanakumwagia ndio unaamka. Kweli? Si wako hapo? Wapo hapo. Tukisema hata mchango, unajua roho hii razi lakini mwili dhaifu. Wewe mgonjwa wewe. Sema amina. Hebu nyosha mkono, sema amina. Mwambie nitakula nilichofanyia kazi. Inua mkono hivi, sema nitakula nilichokifanyia kazi. Hebu sema nitakula nilichokifanyia kazi. Sijaona. Mwambie nitakula nilichokifanyia kazi. Yaani masuala ya kutenda mema, jitoe. Mema anaongea, mema yanasema. Jamani, amina. Mema yanazungumzwa. Ukiona watu tunapanda magari, tuliyapanda zamani. Na washangaa tunabadilisha mara nini? Mara Kuruga, mara nini? Na ST nini? ST Samasi asema wazalendo, sema ST ile. Mara si nini? Yaani watu wanabadilisha magari, tunashangaa tu. Alafu unakaa kwa baisikeli miaka 100. Alafu naimba wimbo nimemwona Bwana. Bwana yupi? Kuna watu wanamaliza degree, wewe unaelekea wapi? Una GPA nzuri, yani GPA 4.5, halafu GPA 2.0 anapata kazi. Hapa sasa, yeye nilikuwa namsaidia, ni kweli nilikuwa namsaidia. Nasikia, unajua ule mtaji wake nimpa mimi, ndio ulimpa wewe. Wewe ulifanya nini? Tenda mema. Jitoe kwa Bwana. Fanya kazi kwa watu. Usichoke kutenda mema, maana ndilo kusudi la Mungu. Na ndani yake kuna neema na miujiza. Mathayo 5:10. Petro wa kwanza 2:20. Mathayo 5. Usisome, andika. Soma Galatia 6:9.
Wagalatia 6:9. Unajua ukitenda mema hata siku ya kwenda kujifungua ni rahisi. Ndio maana kuna watu wengine kwenda kujifungua inachukua siku 5 siku 6, inategemeana. Mwingine akienda tu baba tayari. Soma baba. Biblia inasema tena tusichoke katika kutenda mema. Tena tusichoke katika kufanya mema. Katika kutenda mema. Maana tutavuna kwa wakati wake. Maana tutavuna kwa wakati wake. Tusipozimia roho. Tusipozimia roho. Tusichoke. Mabinti zangu wengine wanasema miaka imesogea. Kwa miaka imesogea nani? Swala kuolewa liko pale pale. Wewe tenda mema. Wala kutangulia sio kufika. Unashangaa umeona miaka 35, unafika pale nyumbani kila baada ya miaka 2 mapacha wawili. Biashara imeisha. Bwana ipo hiyo. Bwana Mungu anashindwa nini? Huwezi kuzaa watoto 5. Si miujiza ya Mungu? Unashangaa unaenda leba, wa kwanza anatoka, wa pili anatoka, wa tatu anatoka, wa nne anatoka, daktari hawaishi kweli mpaka afika 5. Na Mungu ajua ajabu, kufikisha 5 serikali inakusaidia kuwalea. Omba Mungu uzae watoto 5, serikali itakusaidia. Ndio mwanzo wa kutoboa maisha. Unajua kuna miujiza mingine Mungu ameiweka. Yaani Mungu anashangaa tu, huyu bwana amekuwa maskini wa kutosha sana, amejitoa kwa kazi ya Mungu. Sasa nataka nifanye surprise ya dunia. Unaenda leba, wa kwanza anatoka, wa pili anatoka, wa tatu anatoka, wa nne anatoka, wa 5. Hafu katumbo kadogodogo. Serikali mpaka Samia anakuja kwako kuangalia muujiza. Ukizaa mtoto mmoja haji mtu yoyote, lakini wa 5 serikali nzima itahamia kwako. Naomba hiyo neema uiombe Mungu akupe, serikali yote itahamia nyumbani kwako, waone miujiza ya Mungu aliye hai. Hayo ichukue hiyo. Jamani, haleluya. Jamani, haleluya. Dada yangu wa pili kuzaliwa aliwahi kupiga watoto 4 kwa mpigo. Ni kama dada inatosha, akasema mimi mpaka mayai yaishe. Kama haya mama, endelea mama. Usiniletee habari za uzunguzungu, nataka nizae mpaka mayai yaishe. Akapiga mpaka 18. Na wote wana afya. Walioondoka mbinguni, waliosalia Mungu anajua mwenyewe. Sasa leo unakuta tu kutenda mema kwenye hutendi mema, kuzaa kwenye tai kuzaa, unadondoka kamoja tu, unapumzika miaka 8. Halafu tumejenga gorofa, unatuchekea chekea hapa. Yaani kutenda mema ya wageni huwezi. Hata mema ya kuzaa. Mama Bwato, salama huko? Mzana ana seti mziki kule. Andaa wa kuseti mziki, pika 10 wa 5. Utaseti mpaka unazeeka, lazima uachie watoto. Jamani, haleluya. Tenda mema, usipozimia utafanya pendwa. Kwa nini? Kwa wakati wake. Wale wote mliofanya kazi juu ya kanisa hili, mkatoa simenti, mkatoa tiles, mkatoa mabati, mkatoa kenchi, mema mliofanya, Bwana watendee mema, Bwana wainue, Bwana wafanikishe, Bwana wafanikishe, ainue maisha yenu, afanikishe wote, abariki ndoa zenu, abariki maisha yenu. Yesu naye mtumikia afanye mema juu ya maisha yenu. Sema amen. Naomba simama. Jiulize umefanya nini kwa ajili ya Bwana. Wiki ijayo ni wiki ya wamama, kwenda kutembelea watu wasiojiweza, wajane na yatima. Binti, unatoa mchango? Unafanya nini? Wewe mwenyeji umefanya mangapi? Unajitoa kwa ajili ya watu wengine? Jamani, haleluya. Jamani, haleluya. Nakumbuka mwaka mmoja nikiwa na gari langu, maaskofu wakaja kwenye gari, halafu nilikuwa dereva, nikashuka kwenye gari, maaskofu wakaja, halafu mimi nikapanda lori.
gari ya kwangu na mimi mwenyewe. Lakini maaskofu wangu walionilea, maaskofu wangu waliozaa, wakikaonekana kwenye gari langu wamejaa. Askofu mmoja ambaye ni mzazi wangu pia kiroho amebaki chini. Nikama mzee, njoo kae hapa. Nikashuka mimi nikapanda lori. Wakati huo nilikuwa na gari moja double cabin. Huku nyuma wamejaa wachungaji. Nikama dereva, washa gari. Usiwaulize na baki mzee, nina kazi fanya kidogo hapa. Maana nijua hawatakubali. Nafanya. Halafu wale wazee walipoondoka, mimi nikatangulia kwenye lori la mafuta. Nilipokaa kwenye lori la mafuta nikawapita. Halafu wakanikuta Msamvu nimekaa na wasubuhi. Wakaniuliza ulipita wapi? Nikama gari la Bwana lilipita, nikawapita barabara. Wale wazee waliotendea mema mpaka leo wananikumbuka. Umefanya nini kwa ajili ya kuwatendea watu wengine mema? Ni vitu gani umefanya? Umejitoa kwa namna gani? Jiulize mwenyewe. Kitu gani ambacho yani hata mbele za Mungu unaweza ukakizungumza, unaweza ukakifanya? Nikaenda kuhubiri mahali fulani, nikakuta mchungaji yule wa parish hana simu. Nikachomoa line kwenye simu yangu, nikamwambia mchungaji, chukua simu hii nenda akatumia. Halafu nikarudi na line. Nafika nyumbani, nimekaa dakika chache, nikaona mtu mmoja anipiga simu. Akasema mchungaji amepiga kwenye simu ya mke wangu miaka ya zamani. Akasema naomba uje mjini na shida kupiga simu yako haipatikani. Nikafika pale, tukaongea maongezi. Simu yako iko hapa bwana. Simu yangu bwana iko kwenye karatasi. Nikatoa karatasi kangu kwenye line ile. Akasema bwana, nilienda kuhubiri nikakuta mchungaji hana simu. Akasema haiwezekani. Ile simu yangu ilikuwa simu za vidole, sio simu za vidole zile zinaitwa Philips zile simu. Nikitoa kidole kile, akasema mchungaji samahani tu. Tukasema nimetoka kwenye Philips nikaingia kwenye simu nzuri tena kali, na kwamba simu hiyo ndio yangu nyumbani. Mama haamini. Lakini sio hiyo tu, siku moja Mungu akanisaidia. Mama ni shahidi, akaona napangua suti zangu. Nilikuwa nimeenda kuhubiri kwenye mkoa fulani, kakuta wachungaji wana nguo sizielewi. Nikasema hapana, nikachukua suti zote nikazipanga, suti 18. Mama kama hizi nguo nazipeleka, utabaki kama nimebakiza suti moja, hii nitahangaika nayo mpaka kusaeleka. Nikabeba begi mbili, nikaenda kule mashati, masuti, vitu vile, nikagawa kwa wachungaji, nikagawa kwa wanjisi, nikarudi kwanza moja. Nakwambia nimefika ndani ya wiki mbili nikapokea suti 4. Mpigie Mungu makofi. Kijana mmoja wa Iringa akanipima, alivyonipima akasema mchungaji, nataka nikushonee suti. Kama sawa, akanishonea suti 4 kwa mpigo, akazituma kwenye gari zikaja. Nikamuuliza bega sababu nimejisikia tu wakati nahubiri hukubadilisha nguo. Jumatano ulivaa ile, Alhamisi ukavaa ile, halafu siku ya Jumamosi ukabadilisha. Wao ikaniuma. Nikaona hapana, huyu mchungaji anahubiri injili ya baraka, injili ya neema, lakini naona hana neema ya suti. Hana kuvaa. Haleluya. Akanipa suti, nikazivaa zile suti. Sio hivyo tu, niliwahi kutoa viatu paya 7, nikagawa viatu vyote, nikawapa watu wakavaa, nikabaki na pia moja. Kwa bahati mbaya nikajikwaa, kidole kikafumua kile kiatu, miguu ikawa inachungulia barabarani, sina kiatu kingine. Mungu alitamani nisaidie, tunapita kwaje? Nikaenda kwa fundi, yule fundi akasema tutaweka kiaka kwa mbele. Akafunga na kiaka kwa mbele, akagishona. Nikatafakari hivi, nikasema zabahuni na kiaka kwa mbele itakuwaje? Nikiwa mjini natembea, nikaona mtu mmoja anaita dukani kwake, njoo mchungaji, samahani mchungaji, mimi sio mshirika wako wala sisali kwako, na sali kanisa lingine, lakini nimekuwa nikisikia habari zako, naomba uniombee. Nikaomba nikamaliza. Akaniambia sasa mchungaji, chagua kiatu. Sikufanya ujinga mpendwa, siwezi kuchagua kiatu cha 10,000. Kulikuwa viatu vya 15, viatu vya 30, viatu vya laki. Nikamana mimi kwa mara ya kwanza na gonga kiatu cha laki. Nikaba hiki bei gani? Nikamana kile mchungaji pima. Nikapima, yani kama yeye alipanga cha 15, mimi sio 15. Siwezi kuvaa viatu vya 15, nikavaa 15. Nikavaa viatu, nikamama bai, nimeshamaliza, nikaondoka zangu. Nataka nikwambie, umetenda mema, Mungu anafungua milango, Mungu anafanya, Mungu anatenda. Usikate tamaa kwa yale aliyofanya, hata kama watu wanakuumiza, watu wanakusema vibaya, usiogope. Ninaye Mungu anayeweza, atakumbuka mema aliyofanya kama alivyokumbuka mema ya nani wapendwa, ya Kornelio. Akaambiwa sadaka zako na dua zako zimefanyaje wapendwa? Zimekumbuka. Bwana, na mimi natamka asubuhi ya leo
Yawezekana uko hapa umekata tamaa, una maumivu makali. Asubuhi leo Mungu yupo, asubuhi leo Mungu yupo. Songa mbele niombe. Uko hapa, kuna vitu vinaumiza moyo wako, njoo niombe. Mungu hajawahi kushindwa. Mungu ni mwaminifu. Uko hapa, unahitaji niombe na wewe asubuhi leo. Kuna mambo naona hayaendi, kuna vitu vya kwanza moyo wako. Sogea hapa mbele niombe. Yesu hajawahi kushindwa. Mungu wangu ni mwaminifu. Yale uliyotenda Bwana atafanya. Bwana atakusaidia. Bwana atakuwezesha. Bwana atakufungulia milango. Bwana atakufanyia mambo makubwa. Haiwezekani kama ulikuwa unafanya interview kwa muda mrefu, wewe unataka kufanya au unataka Mungu afanye, una vyeti mpaka vina ukungu, lakini umejitoa mbele za Mungu, una uhakika mbele za Mungu umejitoa. Njoo hapa mbele niombe. Njoo tumwambie Mungu aliye hai. Njoo tumwambie Mungu anayeweza. Yeye Mungu ni mwaminifu. Yeye Mungu hajawahi kushindwa. Una vyeti umesoma mmaliza, lakini vyeti vyako vina ukungu, lakini umekuwa mbele za Mungu ukiitoa kamilifu. Hebu njoo hapa mbele kwa imani na vyeti vyako. Tunataka Mungu afanye, tunataka Mungu atende. Mungu wetu ni mwaminifu. Mungu wetu hajawahi kushindwa. Mungu wetu ni Baba. Mungu wetu ana nguvu. Yeye hajawahi kushindwa. Yeye ni mwaminifu. Pamoja na kuwa kuna mambo unayopitia, kuna mambo ulifanya unaona kama hayawezi, kama yamefungwa, lakini Mungu hajakuacha. Maombi yako asubuhi ya leo yanakwenda kutenda kazi. Maombi yangu asubuhi ya leo, Mungu anakwenda kufunga milango. Naomba wazee wa kanisa hapa mbele, tuombe je watu hawa. Naomba wachungaji, naomba tuje hapa mbele, tuombe je watu hawa. Tumwambie Mungu anayeweza, tumwambie Mungu anayetenda, tumwambie Mungu anayetenda. Tunataka kusikia shuhuda ya kwamba Mungu amefanya, ya kwamba Mungu ametenda, ya kwamba Mungu amefunga milango. Ninahubiri Mungu nisiyembahatisha. Nimemwona akifanya, nimemwona akitenda, nimemwona akiinua watu, nimemwona akiwabariki watu. Mungu naye mhubiri yuko mpaka leo, yuko hapa asubuhi leo, yuko kwenye ibada ya leo. Anataka kutenda miujiza, anataka kufanya mambo mema. Una vyeti vimekuwa mpaka na sura nyingine, una mambo ambayo yanakutesa kupitia mambo uliyotenda. Bwana kuna funga milango. Ina mikono yako sasa, na wazee wa kanisa na wazee wa wachungaji, wazee wa kanisa, wekeni mikono ya watu hao. Tunakwenda kuomba sasa, tunakwenda kuomba sasa. Baba, katika jina la Yesu hai, wewe ni Mungu mkuu Yehova, wewe ni Mungu mwenye uweza, wewe ni Mungu mwenye mamlaka, na wasogeza mbele zako katika jina la Yesu hai. Fungua milango sasa kwa jina la Yesu. Ninang'oa kila roho, ninang'oa kila mamlaka, ninang'oa kila mateso kwa jina la Yesu. Naachilia moto wa Mtakatifu, naachilia moto wa Mtakatifu, nang'oa kila nguvu za giza kwa jina la Yesu. Tembea sasa Mtakatifu, tembea sasa, tembea sasa. Kuna watu wametembea na viatu kwa muda mrefu, kuna watu wametembea na viatu kwa muda mrefu, kuna watu wametembea na magonjwa kwa muda mrefu. Kwa jina la Yesu, fungua sasa milango, fungua milango Yesu. Kuna watu wamefilisika biashara zao, na kuita Yesu, na kuita Yesu, na kuita Yesu, na kuita Yesu, na kuita Yesu. Watu waliougua magonjwa ya kansa, magonjwa ya ukimwi, magonjwa mbalimbali, na achilia moto, 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 moto wa magonjwa, na nguvu za magonjwa kwa jina la Yesu. Na ng'oa magonjwa ya kansa, magonjwa ya uvimbe, magonjwa ya uvimbe, magonjwa ya uvimbe, magonjwa ya uvimbe kwa jina la Yesu. Ndoa zilizoharibika, ndoa zilizoharibika na zilizotoka kwa Yesu kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Nafungua ndoa, nafungua ndoa, nafungua ndoa, nafungua ndoa kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Kila mipango ya shetani waliopanga juu ya watu hawa kwa jina la Yesu ninang'oa, 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 ninang'oa kwa jina la Yesu. Yesu mwenye uwezo, Yesu mwenye nguvu zote, wewe akifafa, wewe akifafa kwa jina la Yesu, wewe akifafa kwa jina la Yesu. Na ng'oa wewe akifafa, wewe kifafa na ng'oa na kipoa kifafa cha ukoo, kifafa cha uchawi kwa jina
jina la Yesu natangaza uzima, natangaza Bwana, natangaza baraka za watu. Yesu wainue, Yesu wape kazi, fungua kazi zao, fungua biashara zao kwa jina la Yesu. Tembea nao Bwana, tembea nao Bwana. Yesu afanikishe. Asante Yesu, asante Mungu mwaminifu, asante Mungu mwenye nguvu, katika jina la Yesu natangaza uzima. Yesu mzima, Yesu aliyekufa kafufuka, upo kwa ajili yao. Uliacha enzi ya utukufu, ukazikwa, siku ya tatu ukafufuka. Yesu ukazitoa fadhaa zote, mateso yote, kila ina ugonjwa. Na ng'oa mamlaka zote za giza, roho za ukoo, zinazofuatilia, nakataa roho za hasira, roho mbalimbali kwa jina la Yesu. Ninang'oa, ninaboa, ninavunja kwa jina la Yesu, katika jina la Yesu. Yesu, wewe ni Baba, wewe ni Mungu waweza, na wakabidhi mkono wako, uwatendee mema, wakashuhudie ya kwamba Yesu umefanya, katika jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu, amen. Naomba tumpigie Yesu makofi. Piga Yesu makofi. Mungu wa mbinguni akutendee mema, na Mungu wa mbinguni akubariki, amen. Inua mkono wako, unaweza kumshukuru Baba. Katika jina la Yesu hai, ninakushukuru Yesu kwa ajili ya kundi hili la Mungu. Ninaomba Yesu abariki Bwana wanapokwenda kuondoka, ikawa ni wiki ya neema, ikawa ni wiki ya baraka kwako, ikawa ni wiki ya miujiza, katika jina la Yesu Kristo naomba na kuamini, amen. Twendeni na amani ya Bwana, na tuanze ibada ya pili kwa chapuchapu muda huu, amen.